Umeona Mwamu eh? Mwamu umeona, umejionea mwenyewe ulichokiona ndani. Chumba chupe kama ground uwanja mpira. Sasa basi. Hayo yote hakuna mtu mwingine aliyofanya zaidi ya dada yako wewe. Amekuja si na shoga yake nani, wamechukua kila kitu, wameenda walikoenda. Mwamu, mimi nimekuja paka kwenu kuoa. Sikujua tabia yake inaendaje. Kumbe mtoto ana tabia mbaya na nyinyi mmeniachia tu nimeona nimekuja naye naishi naye. Kumbe ni mtu ambaye shughuli haziishi, mara kila Jumapili mnunulie sio kijola hiki kijola hichi. Dada yako ananichukulia labda mimi Bill Gates, mimi sio Bill Gates. Mimi dada yako alikuwa akosi kitu humu ndani. Nimeishi nimemvumilia sana, alikuwa na tabia mbovu mbovu zisizoeleweka, mara shughuli kila Jumapili, mara kaenda siju kwenye nini. Yaani ni vurugu mechi mtindo mmoja. Lakini kwa sababu nimemuoa, kwa sababu nilimpenda, aje kuwa mke wangu, nilivumilia kile alichokuwa anachofanya. Lakini ilifikia kipindi mimi nilichoka. Nikaamua kwa vile nimechoka basi tuachane. Humu ndani majirani humu wote kila siku wanatuongelea sisi humu. Kelele mtindo mmoja. Lakini mwisho wa siku ameamua kuja kuchukua kila kilichokuwa changu ndani na ameondoka. Na nimeambiwa amekuja na shoga yake gani sijui. Sasa basi Mwamu, kama kweli unamjua wewe shoga yake, naomba nipeleke. Bwana shemeji, kwanza nikupe pole. Kingine labda nikwambie tu. Dada yangu matatizo yake huwa hayakuanza kwako. Yaani wazazi wenyewe walivyokuja vile kuja kutoa posa kwa sababu mlishakutana na wenyewe mkaridhiana, tukaona sio swala waja tu atoke na sisi tuepuke ule mzigo. Maana ni shida, ana matatizo. Mimi mwenyewe nisikuficha nakaa naye nyumba moja, lakini tulikuwa hatuelewani. Na ni dada yangu. Hatuliko hili swala nakukuta wewe, mimi hata sishangai, mimi najua swala hili. Dada yangu mimi namjua vizuri. Isipokuwa sasa sema nini? Huyo shoga yake alikuja kuchukua naye vitu. Mimi ninamfahamu. Kwa cha kufanya tutoke mimi na wewe nikupeleke mpaka alikopeka hivyo vitu. Sikia mashi. Umeona nyumba hii? Kuna vyumba vinaangalia pande huko hivi. Chumba cha kwanza, cha pili. Ndio best yake. Na nadhani pia utaweza kuwakuta hapo, ila mimi sifiki huko. Okay. Mimi nimekuletea kama mwanaume mwenzangu, uende kamalize. Hilo silete fujo. Basi poa Mwamu. Mimi nakuahidi sitokuangusha, ni mimi nitatimba hadi hapo. Leo nitakwambia tutajulishana au vipi? Poa poa. Mimi niko mtaani nikuta. Haina noma, wewe mwanaume mwenzangu. Alafu unajua mimi nilichofanyiwa sicho. Basi baridi. Asia nimemkuta. Asia? Asia ndo nani? Wewe mwanamke, hebu kuwa na kiti mama. Nimekuuliza Asia nimemkuta. Nini usichoelewa hapa? Asia ndo nani? Unajifanya wewe uko timamu eh? Okay, labda nikwambie kitu. Kwa taarifa yako, mimi naelewa 1, 2 mpaka 3 kuwa wewe ndio ulimchukua mke wangu Asia ukamshawishi upumbavu, akaja nyumbani kwangu mkachukua vitu vyote ndani na mmepaacha chumba kama uwanja wa mpira. Nafahamu na najua. So, nimekuja hapa namtaka mke wangu Asia. Ndio maana nikakuuliza wewe uliyempokea huko ndani. Unanielewa? Sasa sio nakuuliza swali na wewe unaniuliza swali. I need answer. Nataka jibu. Asia nimemkuta, full stop. Sasa hapo mimi na wewe nani ana akili? Unakuja kumuulizia Asia hapa ndo kwake? Labda tu nikwambie kitu dada. Mimi ni mtu mbaya sana. Naweza nikakufanyia jambo moja hapa, majirani zako wote wakakushangaa. Please, nakuomba na nakwambia, najua wewe ndio ulompokea Asia. Najua wewe ndio ulosababisha mambo yote yaliyotokea nyumbani kwangu. Na hasira na naumia, nimetoa pesa, nimejaza vitu ndani, sijaokota vile vitu. Naanza vipi maisha? Kwa taarifa yako, mwambie Asia nimepajua anapoishi na najua wewe ndio ulompokea. Mimi ni mtu mbaya sana. Nitakufanyeni kitu ambacho mtosahau ndani ya maisha yenu. Full stop. Ningekuwa nakuona mwanaume wa maana sana. Yaani ungeweza kumtafuta wewe mkeo, alafu tena ndio ungerudi kwangu. Upo. Mimi mwenyewe chawa tu nimeambiwa nikatafute gari, nimeenda kutafuta gari, nimesomba vyombo, lakini hata alipohamia sipajui. Upo. Leo kesho nitarudi tena. Ila angalieni sana mmeyatimba.
Utakuja kuitoa mwizi bora majumbani kwa watu. Muone kwanza. Ungekuwa mwanaume naye ungekuwa unajua kuhudumia. Kijana tu kinakushinda. Kazi kumfuja tu mtoto wa watu. La, wanaume wengine bwana. Kwa jana siku tu. Niambie. Safi kama hivyo kupanga rafiki yako. Hela unayo? Mimi sitaki mambo mengi, mimi uhakika. Na rafiki yangu mnafahamu kindaki kama mimi mtu design gani. Unajua mimi mwenyewe maneno mengi kwa spend. Ila hela mbele mzigo. Hapa uhakika kuhusu hela usijali. Lakini tena sema nini unajua? Unaweza kuangana sana na babaifu unaongea sana ni one time, unajua? Sio kuongea. Yaani wewe mwenyewe tu alonitolea mali kanishindwa. Wewe ndio utaniweza? Sikiliza sasa tusipoteze muda sawa. Sema katika mazingira unaongea kuhusu mazingira ya hela. Mimi bado hakika muda wote kwamba hapo kwenye ninapoongea naye kwamba mimi nipo kila kitu niko full yani. Hilo ndo la msingi. Shoga. Hamjamaliza tu. Yaani mwenzio ndo najitahidi nimchune mtu mwenyewe mgumu huyo. Ndio jitahidi. Sasa sikia. Kile kijipu chako kule uchungu kishaiva kinahitaji kutumbuliwa. Nataka kuniambia yule? Ndio huyo wewe. Shoga yangu alitaka kunijazia nzi. Oh, sijui Asia, umemleta wewe sijui kuja kuchukua vyombo, sijui na nini, maneno kibao. Nimemtimua. Sasa wewe yule niachie. Sijui umenielewa? Kwa hiyo tuongee mambo mengine. Kama unavyonijua. Kama unavyonijua shoga yangu sinaga shombovu. Kwa hiyo sasa mimi naondoka zangu. Sijapika kitu chochote kule na njaa ndo kama hivyo inavyoniuma. Sasa sikia. Jidangishe hapo. Uje na mboga kule naenda kusonga ugali. Ila hata usijali. Vile nitachukua vichwa nini miguu vichwa na kidogo budambu. Hivyo. Haya basi sawa. Haya baadaye. Sio nasikia huko. Poa, sema nini mazingira kama ndio hivyo mshakubaliana. Basi poa hiyo sina kutaka hiyo. Sawa. Pango mzima tunaenda kupiga vitu. Nipe langu nini? Poa Rozi. Kwanza usiange kuongea kwangu. Tuangalie biashara tunayotaka kufanya. Datina. Wewe Datina. Bolo umekuja. Maana ungewahi kidogo tungekutana na mumeo hapa. Mume wa aina gani? Mume gani huyo? Hivi Asia mdogo wangu nisikilize. Wewe yani uko kwa mumeo. Mimi hapa dadako najua angalau umeolewa, umeenda kutulia kwenye ndoa yako. Kumbe upo ushaya bananga, umepewa talaka, mpaka kwa mjumbe mmepelekana. Halafu unaachwa. Huji nyumbani kusema kwamba nimeachwa. Dada sikiza nikwambie. Sikiliza. Halafu isitoshe unatoka hapo unaenda ule mwanaume watu unamsombea vyombo vyote unapeleka kwa marafiki zako. Umewaamini nini hao marafiki zako? Yeye mbona zake hazisemi? Inahusiana na nini kwanza? Alafu nikwambie dada, hapa ni mjini. Na mimi kwanza ni mtoto wa mjini, unanionaje? Nataka kupendeza, nataka nifanye kila kitu. Mimi sio mtoto wa kijijini, sijatoka leo mimi kijijini. Alafu tengine, mimi kuchukua vile vitu mimi ni haki yangu. Asia. Chef kwanza. Na nimeshaniharibia siku. Akija akwambie shida zake yeye, sio shida zangu. Kwa hiyo, msinichafulie siku. Sikiliza mdogo wangu, nisikilize Asia. Mimi dadako nakuharibia siku, si ndio? Tatizo sio kwamba wewe eti ulichokifanya sawa ni maamuzi yako. Mimi kuchukua vile vyombo ni haki yangu. Haki yako kwa nini usivilete hapa nyumbani Asia? Kwa nini uvipeleke kwa mashoga zako? Kwani lazima dada kuvileta? Hayo ni maisha yangu. Hayakuhusu wewe wala yeye, sawa? Asia wewe.